Kwanza nawashukuru waheshimiwa wa meza kuu ambao wamenijalia kupata nafasi kuwakumbusha wanajamati wetu juu ya mada Uislamu na haki za jamaa wa karibu, maskini, wasafiri na wafungwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na muabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote, na wafanyeni hisani wazazi na pia jamaa za ukoo na mayatima na maskini na jirani miongoni mwa jamaa na jirani ambaye si jamaa na rafiki aliye kando yako na msafiri wa wale iliyowamaliki mikono yenu na ya kuume, bali bila shaka hampendi mwenye kiburi ajivunaye. Ndugu zanguni wapendwa, baada ya haki ya Mwenyezi Mungu, haki ya waja wake pia ni lazima kwetu. Hii upande mmoja ni njia ya kupata mafanikio ya akhira, na upande mwingine ni msingi wa maelewano mema katika maisha ya kijamii. Mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha, afdhalun nasi anfa'uhum linnas, watu bora zaidi ni wale wanaowanufaisha watu wengine. Katika jamaa wa karibu wanahesabiwa wazazi, majirani, ndugu wa karibu na marafiki zetu. Na kwa mujibu wa aya hii, jari dhil qurba, yani kuna jirani ambaye pia ni ndugu, na jari aljunubi, na jirani ambaye si ndugu, na sahibi bil jambi, na pia yule anayekaa kando yako. Hawa wote ni jamaa wa karibu, na haki zao zote zimetajwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Uislamu. Hili ni somo ambalo nikilianza kulieleza kuhusu jamaa wa karibu pekee, basi haya dakika 40 hazitatosha. Ni sawa kufunga upepo mfukoni. Angalieni katika Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu ametaja daraja la pekee kwa wazazi ambalo linaonekana wazi kupitia dua hii, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Mola wangu warehemu wazazi wangu kama walivyonilea utotoni. Zaidi ya hapo, Mwenyezi Mungu ametufundisha kuwa wazazi wakizeeka tusiseme hata kwao, bali tuendelee kuwahudumia. Ni kielelezo cha mfano mwema wa mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alipokuwa mama yake wa kunionyesha Hadrat Halima radhiyallahu anha, alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kumkaribisha na kumtendea kwa upendo mkubwa. Pia mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam alisema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahima, anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi afanyie sila rahima. Ndugu zanguni wapendwa, hiyo sila rahima ni nini? Sila rahima ni jina la kuendeleza uhusiano na undugu na jamaa zako wa karibu, na kuwasaidia wanapokuwa katika shida. Ni kufuatilia hali zao za chakula na afya, yani kudumuisha mafungamano ya kifamilia na jamaa wa karibu. Ndugu zanguni wapendwa, hofu kubwa kabisa ya mwanadamu katika zama hizi za misukosuko na mihangaiko ni kuhusu mali yake. Kila mtu hutaamini awe na mali nyingi na utajiri, na mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ametufundisha siri moja. Anasema, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, yani anayependa riziki yake iwe pana, au yunsa lahu fi atharihi, na umri wake ubarikiwe, falyasili rahima, basi aendelee kuunga uhusiano wa ndugu, yani kufanya sila rahima. Ndugu zanguni wapendwa, mfano mwema wa mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam akifika nyumba ya binti
binti yake Hazrat Fatuma radhiyallahu anha, alimkuta Hazrat Fatuma radhiyallahu anha alikuwa akiponda nafaka kwa jiwe la kusagia, mikono yake ikiwa imepata malengelenge kwa kazi ngumu. Na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ewe binti yangu, nisikuambie dhikri ambayo ni bora kuliko kukua mtumishi huko nyumbani, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha kwamba usome mara 33 subhanallah, mara 33 alhamdulillah, na mara 34 Allahu akbar. Ndugu zanguni, tukio hili linatufundisha kwamba sila rahmi, yani uhusiano wa ndugu, si msaada wa kifedha pekee, bali pia ni upendo na msaada wa kiroho unaotolewa kwa jamaa zetu wa karibu. Tena katika kipindi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa pamoja na masahaba zake. Kuna sahabi mmoja akaja kwa mjumbe wa Allah, mjumbe wa Allah, nataka nijenge ukuta ya nyumbani mwangu, lakini katika ile ukuta, katika ile rahmani ya nyumbani kuna tende la jirani yangu. Na nilimuomba yeye kwamba anipatie hiyo tende, lakini anakataa. Mimi nakuomba wewe kwamba wewe umnusuhu, anisaidie, anipatie kwamba ukuta yangu inioke vizuri tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita na anamwambia yule mtu, je, utanifanyia biashara? Nikupe mti mmoja wa tende peponi, nawe unipe mti huo wa tende. Lakini yule mtu ambaye alikuwa tabia ya unafiki akasema, ningekupa, lakini watoto wangu wanapenda matunda yake, kwa hiyo siwezi. Basi akaondoka. Hapo kwenye kando la yule sahabi ambaye aliomba mwanzo, kuna sahabi amekalia, anaitwa Hazrat Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Dahdah radhiyallahu anhu akaja kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, iwapo mimi nikiweza kumleta mti huo, je, utanipa ule mti wa peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam ewe Abu Dahdah, nikiletwa na wewe basi utakuwa wako mti wa peponi. Basi Hazrat Abu Dahdah radhiyallahu anhu akamfuata, anamuuliza, hebu niambie unauza kwa bei gani? Yule mtu akajibu kwa dharau, nimemkataa mtume wa Allah, nikuuzie wewe, ndoka zako. Lakini Abu Dahdah radhiyallahu anhu alipopendelea kumsihi na kumuomba tu, hapo yule mtu kwa kejeli alimwambia Abu Dahdah kwamba sawa, unataka huo mti moja, basi unipatie bustani yako mzima. Basi Hazrat Abu Dahdah amekubali pale, alisema basi tuandikishane, tumalizane. Makataba ukakamilika. Abu Dahdah akaja kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah, nimechukua ule mti. Kumbukeni jamani, mti huo anachukua si kwa ajili ya familia yake, bali kwa yule ambaye amekaa kando yake tu, na anaitoa na amejitolea bustani yake nzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa gharama gani? Akasema, kwa kutoa bustani yangu nzima. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, basi nami kwa idhini ya Allah nimebadilisha ahadi, si mti moja tu wa peponi, bali kam min adaqin radahin li Abi Dahdah fil janna, ni mabustani mengi yasiyo ni idadi ambayo Mwenyezi Mungu amekuandalia ewe Abu Dahdah. Ndugu zanguni wapendwa, wakati Hazrat Abu Dahdah radhiyallahu anhu alitangulia katika maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake, nimemuona Abu Dahdah akiwa na furaha, akifurahia mabustani yake makubwa huko peponi. Ndugu zanguni wapendwa, tena tukio lingine kuhusu uhusiano au kushikamana uhusiano kati ya ndugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akarudi katika Makka kama mshindi wa Makka, jamaa zake na maadui zake wote wako mbele yake wakingojea hukumu yake.
na mjumbe wa Allah mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam anawaambia, idhhabu fa antum tulaqa, nendeni, upo katika huru tu. Ndugu zanguni wapendwa, kuwapatia msamaha tu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwabadilisha kutoka uadui kukuja sahaba, kuja urafiki tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mfano huo mzuri pia katika masahaba. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa na jamaa wake karibu, anaitwa Hazrat Mastah radhiyallahu anhu. Hazrat Mastah radhiyallahu anhu kwa ghafla alitekwa na kundi la munafiki na ameingia katika tukio la ifki, ile waliunga uongo juu ya familia ya mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Basi hapo Hazrat Abu Bakar alipopata taarifa aliapa kwamba nakataa kumsaidia ndugu yangu huyu Mastah. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, je, hamtakipenda kwamba Mwenyezi Mungu akusamehe? Baada ya kusikia aya hii, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akasema, bila shaka napenda Mwenyezi Mungu anisamehe. Ndipo mara moja akaanza tena kumsaidia Mastah radhiyallahu anhu kama zamani. Ndugu zanguni wapendwa, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, mwanzilishi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, ametufundisha, anasema, qarabat daron ke sath ihsan karna aur unse ताल्लुकात रखना दीन का एक अहम रुकन है। जो शख्स सिला रहमी नहीं करता वो दरअसल दीन की रूह को खो देता है। Yani kuwatendea wema jamaa wa karibu na kuendeleza uhusiano nao ni nguzo kuu ya dini. Mtu ambaye hafanyi mafungamano ya kijamaati, yani sila rahmi, hakika huyu amepoteza roho ya dini. Ndugu zanguni wapendwa, Khalifa wa 5 ayyadallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz alisema, रिश्तेदारी का बंधन अल्लाह की रहमत से है, अगर आप इसको मिलाते हैं Allah आपसे मोहब्बत करता है. Uhusiano wa undugu ni kifungo kilichowekwa kwa rehema ya Allah. Ukiuendeleza basi Allah atakupenda wewe. Ndugu zanguni wapendwa, katika zama hizi za mahangaiko tumewasahau hata ndugu zetu wa karibu. Wakati wanapopiga simu tunasita kupokea simu yao kwamba isitokee wanatuomba msaada tena au wanatusumbua kwa jambo lingine. Lakini ya ndugu zangu ni wapendwa, hata enzi hii ya Instagram, ya Facebook, bado elimu ya mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo ni mwongozo na dira ya kweli. Ndugu zangu ni wapendwa, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hata tabasamu lako ni sadaka. Dakika chache tu ukikaa na kuzungumza na baba yako, mama yako, dada zako na ndugu zako wa karibu, hili nalo ni sadaka. Lakini ndugu zangu ni wapendwa, isiwe kama lile kichekesho maarufu kwamba umeme ulipokatika na interneti ikapotea, basi huyo jamaa anasema, nilipata fursa kukaa bila simu na kuzungumza na wazazi na ndugu na jamaa wa karibu, ndipo nikagundua kumbe hawa nao ni watu wazuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu ni wapendwa, kabla kuzima umeme wa maisha yetu, tujitahidi kutimiza haki yetu pamoja na jamaa wa karibu yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhulul jannata qati'un, yule anayekataa uhusiano wa undugu hataingia peponi. Tena sasa ninakupelekeni katika sehemu ya pili ya hotuba yangu kuhusu haki za maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha maskini ni nani. Anasema, laysa almaskinu alladhi yatufu ala an-nas walakin almaskinu alladhi la yajidu ghanan yughnihi wala yuftanu lahu fayatasaddaqa alayhi. Yani maskin si yule anayezunguka kwa watu akiomba, bali maskini ni yule asiye na kitu cha kumtosha, hali yake haijulikani na watu hawatambui ili wamsaidie kwa sadaka.
Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha, alituambia wazi ni maskini ni nani. Si yule ambayo mnatoka tu anakuja kuwaomba msaada tu. Maskini mkweli ni huyu ambaye anaficha hali yake. Sisi tunatakiwa tumtafute mwenyewe tu na tumsaidie. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema lilmaskini haqqun kama haqqul musafiri wal yatim. Masahaba wamekalia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna kijana ameingia katika ile hafla. Anamuuliza, mjumbe wa Allah, sisi nyumbani tunayo njaa, utusaidie chakula. Sasa huyu kijana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyu kijana kwamba nendeni nyumbani, chochote ukipewa leteni kwangu. Akaenda na Hadhrat Bilal radhiyallahu anhu akamfuata, waliambatana pamoja. Walileta tende 27 na Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika hizi tende akaweka kwenye viganja vya mikono wake, na tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake kuelekea mdomoni akifanya ishara ya dua. Na masahaba wanasema tumeelewa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaombea dua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kumaliza dua alimwambia, mpo wangapi nyumbani? Anasema sisi tupo 3, mimi, mama yangu, dada yangu. Basi mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam alimwambia, ni 7 ya kwako, 7 ni ya dada yako, na 7 ni ya mama yako. Ule jioni wakati unalala ule moja, ukiamka asubuhi ule moja tu. Akarudi, na wakati alikuwa njiani anarudi, Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu akamfuata yule kijana na akaweka mkono yake juu ya kichwa chake. Na mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, ewe Muaz, niliona ulivyomtendea kijana huyu. Hazrat Muaz radhiyallahu anhu akasema, ewe mtume wa Allah, nilifanya hivyo kwa huruma yangu kwake. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, yani naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, Muislam yeyote akimlea yatima, Mwenyezi Mungu humwandikia kwa kila unwele wa yatima huyu daraja moja, humwandikia kwa kila unwele huu hasana moja, na humfuatia kwa kila unwele kosa moja. Hazrat Aisha radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa huru akiwa nyumbani, mara nyingi alikuwa akiwashughulikia maskini na wajane. Mara nyingi alikuwa akishona viatu kwa ajili ya maskini, na mara nyingi akishona nguo kwa ajili ya wajane. Ndugu zanguni wapendwa, tazameni huyu Sayyidul Mursalin, Khatimul Anbiya, rahmatul lil alamin, hakuwahi kuona aibu yoyote katika kuwasaidia maskini. Basi mimi na ninyi ni nani? Vunjeni sanamu za kiburi na tafuteni maskini wa kweli walioko jirani zetu. Wapeni haki yao, iwe ni kwa kusafisha nyumba yake au kwa kumpa chakula. Ndugu zanguni wapendwa, mimi naendelea katika sehemu ya pili ya hotuba yangu, haki za maskini. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ilikuwa dasturi yake hali chakula bila kuwashirikisha maskini. Basi baadhi watu walienda kwa mkewe kumlaumu, kumlalamikia kwamba bwana, wewe humhudumii mume wako vizuri. Anasema nifanyaje? Na mandalia chakula lakini anawashirikisha maskini wote. Sasa yule mke alipata hamasa, alisema aliwapeleka ujumbe kwa maskini ambao wanakaa huko jirani ya miskitini au njiani mwake, kwamba msikae huko njiani ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Basi waliondoka kufuata hiyo amri ya mke wake, wameacha njia yake huru. Hazrat Abdullah bin Umar alienda kwenye sala, akarudi kwenye chakula. Basi aliwaalika kutoka nyumbani mwao, wakaja. Sasa siku inayofuata mke wake alipeleka ujumbe tena
jamani, kama mkipokea ujumbe hata nyumbani pia msije. Basi siku inayofuata Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akawapeleka ujumbe tena, hawatakuja, hawajaja. Na Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jamani, akalala na njaa tu, hajala kitu chochote. Hapa tunaendelea kuzungumza juu ya haki ya umaskini. Kwa hiyo ndugu zangu ni wapendwa, mfano Masihi aliyedema alayhi salatu wassalam alikuwa na moyo mkubwa mno wa kuwatendea wema maskini na wahitaji kama alivyokuwa bwana wake, yani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwaacha wenye shida na wasio na msaada bila kuwapa msaada wake wa huruma. Hakuna muombaji aliyewahi kurudi mkononi mitupu. Anasema wale wanaowatendea maskini kwa dharau na kuwadharau, na ogopa wasije wakaangukia kwenye matatizo wenyewe. Mwenyezi Mungu amewapa baadhi ya watu fadhila, na shukrani ya fadhila hiyo ni kuwatendea viumbe wake wema, na kambe mtu asijevune kwa neema hizo, wala asiwakandamize maskini kama wanyama wakali. Tena Masihi aliyedema alayhi salatu wassalam anasema, kumbukeni kusudio la Uislamu ni kwamba asibaki mtu yeyote mwenye njaa, na asibaki mtu yeyote analala akiwa hana nguo. Kwa hiyo kujitolea kusaidia maskini ni wajibu wenu, hata iwe kwa gharama ya nafsi yenu. Ndugu zangu ni wapendwa, sehemu hii ya hotuba yangu nitaifunga katika mwanga wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, as-sa'i 'ala al-armilati wal maskini kal mujahid fi sabilillah, yani yule anayefanya jitihada kwa ajili ya wajane na maskini ni sawa na mtu anayepigana jihadi katika njia ya Allah. Tena au kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl, au mtu anayefunga mchana na kusimama usiku katika ibada. Sasa ninawapeleka katika sehemu ya tatu ya hotuba yangu kuhusu haki za wasafiri katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ibn sabil. Yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na amheshimu mgeni wake, na yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na amheshimu msafiri. Na tena Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna dhaifa yanzilu birizqihi wa yartahilu bidhunubi ahli albayt, hakika mgeni hushuka akiwa amekuja na riziki yake mwenyewe, na anapoondoka huondoka akiwa amebeba madhambi za watu wa nyumba hiyo. Pamoja na haki hizi, Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa kuna watu watatu ambao dua zao hakika hukubaliwa na Mwenyezi Mungu bila shaka yoyote. Thalathu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna. Da'watul mazlumi, dua tatu hazina shaka katika kukubaliwa: dua ya aliyedhulumiwa, wa da'watul musafir, dua ya msafiri, wa da'watul walidi ala waladihi, na dua ya mzazi kwa mtoto wake. Ndugu zangu ni wapendwa, mfano ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwamba wakati mtu mmoja alipokuwa hana kipando cha kusafiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe aliyempa ngamia wake na akamwambia, hii ni amana ya Allah, itumie kwa uangalifu. Tena sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwamba kila mara msafiri alipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alitoka mwenyewe kumlaki, kuuliza hali yake na kuonyesha huruma juu ya taabu alizopata njiani. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inasimuliwa kwamba Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akiwa safarini, kila alipokutana na msafiri asiyejulikana alimshirikisha chakula chake, kipando chake, na hata alivua nguo zake akampa yeye. Hivyo katika zama za ukhalifa wa Hazrat Umar radhiyallahu anhu,
Hazrat Umar radhiallahu anhu alijenga visima vya maji na sehemu zenye kivuli kando ya njia za Madina ili wasafiri wapate mapumziko na maji ya kunywa katika joto kali. Masihi alayhi salatu wassalam amesema kuna haki ya ugeni kwa msafiri na ubakhili katika kumhudumia msafiri ni kinyume na imani. Tena anasema msaada wa Ibn Sabil hauko tu katika chakula na kinywaji, bali kila aina ya msaada wa mahitaji yake ni sehemu ya ukarimu wake. Ndugu zanguni wapendwa, sasa ninawapeleka katika sehemu wa nne, haki za wafungwa, haki za watumwa katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika Qur'an tukufu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na wao hutoa chakula japokuwa wanakipenda kwa maskini, mayatima na mateka. Ndugu zangu ni wapendwa, hii ni hakika ya kusikitisha kwamba wakati mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu, ulimwengu ulikuwa katika giza nene la ukandamizaji. Nchi kubwa kama Kirumi, Uajimi, Uarabuni, Afrika walikuwa dasturi ya kawaida kwamba wanachukua watu tu kufunga, ilikuwa maelfu ya watumwa. Wakati huo mtumwa hakuhesabiwa hata kama mwanadamu, alidharauliwa zaidi kuliko mnyama na alichukuliwa kama kitu cha kuuzwa na kununuliwa. Lakini wakati huo ndipo Qur'an tukufu ikaja na mafundisho yake ya nuru, ikatangaza mpeni chakula maskini, yatima na pia wafungwa. Uislamu ukasema wazi, mtumwa pia ni mwanadamu, ni ndugu yenu katika utu na heshima. Weka chakula chake mezani pamoja nawe. Hii ilikuwa mapinduzi makubwa ambayo hayawahi kutokea kabla. Ndugu zanguni wapendwa, kuna bedui mmoja akaja kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumuuliza swali, mjumbe wa Allah, unipatie kwamba unifunulie wa uniambie mimi nifanye kitendo gani ambayo inanipeleka peponi moja kwa moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, umetumia neno rahisi lakini swali lako ni nzito. Kama unataka kuingia peponi, basi ikiwa unataka kuingia peponi, basi mwachie mtumwa huru, na kama huwezi kufanya mwenyewe, basi shirikiana na mwingine kumwachia mtumwa huru. Hazrat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu anasema kwamba mimi nimepata hasira juu ya mtumwa wangu na nimeshika fimbo kumpiga mtumwa wangu. Anasema ghafla nilikuwa naendelea hiyo, ghafla nimeisikia sauti nyuma, ewe Abu Mas'ud, angalia unachokifanya. Anasema ilikuwa mbali sana, sijasikia vizuri tu. Kwa hasira niliendelea kumpiga yule mtumwa wangu. Sasa nilisikia tena sauti hiyo, ewe Abu Mas'ud, angalia unachokifanya. Anasema alipogeuka akamuona mtume wa Mwenyezi Mungu amesimama nyuma ya yule mtumwa wake. Maana aligeuka na aliona nyuma yake alisimama mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema nilimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, fimbo ikatoka mikononi mwangu, na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Abu Mas'ud, Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa juu yako kuliko ulivyo na uwezo juu ya mtumwa huyu. Abu Mas'ud akatupa fimbo chini, akaketi na anasema, mjumbe wa Allah, kwa ajili ya radhi ya Allah na muachia huru mtumwa huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama usingefanya hivyo, moto wa Jahannam ungelikuwa umekugusa usoni mwako. Ndugu zangu ni wapendwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuna haki tatu za wafungwa juu yenu, kwamba
Kwanza, asifanywe haraka au kusumbuliwa wakati anasali. Asiondolewe chakula wakati Bwana anakula. Asiache akiwa na njaa. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wafungwa wenu ni ndugu zenu. Mwenye ndugu aliye chini yake basi na amlishe kwa kila anachokula mwenyewe, na amvike nguo kama anavyovaa yeye. Wala msiwape kazi kubwa zaidi ya uwezo wao, na mkilazimika kuwapa kazi kubwa, basi shirikianeni nao katika kazi hii. Ndugu zanguni wapendwa, katika kipindi cha ukhalifa wa Hazrat Umar radhiyallahu anhu, alimpeleka Hazrat Amr bin al-As kuwa gawarna ya Misri. Hazrat Amr bin al-As radhiyallahu anhu alipokuwa katika Misri, mtoto wake kwa ghafla alimpiga mwenyeji wa Misri pale. Basi hiyo habari ilieneza katika Misri na ikafika paka Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu alifika Misri na alimuita yule mtoto wake na alimazibu hadharani. Tena aligeukia kwa Hazrat Amr bin al-As radhiyallahu anhu kusema hiyo, matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara, tangu lini umewafanya watu kuwa watumwa ile hali mama zao waliwazaa wakiwa huru? Kauli hii ikiwa alama ya kudumu ya haki na usawa katika Uislamu. Ndugu zanguni wapendwa, Masihi aliyeelewa alayhi salatu wasalam amesema kwa uwazi mkubwa, Uislamu umefanya muamala bora mno na wafungwa. Kuwapa chakula, nguo na heshima ni jukumu la kila Muislamu. Ndugu zanguni wapendwa, kuna shairi maarufu ya Kiajimi anasema, e burdae guma ke sahibe tahqiqi wa nadar sift sadaqo yaqin siddiqi, har martaba az wujud hikmi darat gar hifz maratib na kuni zindiki. Ewe unayejiona mwenye hekima na maarifa na unayedai kuwa mkweli katika sifa ya uaminifu na yakini, ujue kila daraja la mtu lina heshima na amri yake. Ikiwa hautaheshimu hadhi za watu, basi hakika wewe si mcha Mungu bali ni mpotevu. Ndugu zanguni wapendwa, sisi tupo hapa kama mwanzoni niliwaambia jamani kwamba kama nikianza kueleza hizi mada hizi dakika 40 hazitatosha. Na sasa hivi kutoka meza kuu nimepewa pia imebaki dakika chache tu nimalize hotuba yangu. Ndugu zanguni wapendwa, nitamaliza kwa hikaya moja ya Maulana Rumi ameandika katika kitabu chake. Anasema kuna jamaa mmoja alikuwa anatembea na muda ule ulikuwa giza kidogo, na ghafla akaanguka kisimani. Wakati alikuwa anaanguka kisimani, alitafuta sehemu pa kushikilia. Basi ghafla ikija kamba moja ameshikilia. Alikuwa kisimani ameninginia sasa katikati. Sasa baada kidogo tu, wakati mazingira imeanza kujulikana, akaona chini kuna nyoka kubwa anamsubiri aanguke na ale. Anakuwa na yule nyoka anakuwa na njaa sana. Sasa huyu mtu baada muda kidogo tena ameanza kuisikia sauti fulani. Ametazama juu ya kamba, kuna panya mbili, nyeupe na nyeusi, wanakuja wanaikata ile kamba yake. Alikuwa katika hali huo kwamba muda wowote ataanguka chini. Hivi karibuni akaona asali, akaingiza kidole chake humo na akailamba hiyo asali. Ndugu zanguni, amesahau ile akhira yake. Sasa taabiri yake, tafsiri ya hiyo matukio kwamba ile kamba ambayo ni mtu ameninginia ni maisha yetu. Zile panya mbili meupe na nyeusi ni mchana na usiku ambayo wanaendelea kukata kamba la maisha yetu, na ile asali ni dunia. Ndugu zanguni wapendwa, na wanasihi
Ndugu zangu ni wapendwa, tujifunze kutoka matukio hiyo kwamba tusilambe dunia sana, kwamba tunasahau haki za wanadamu, tunasahau haki za utu. Ndugu zanguni, hii kazi kueneza haki katika mazingira tunapoishi kweli ni ngumu, ambapo mazingira tunapoishi ni kama mbwa akigongwa na gari anachukuliwa kupitia matairi ya magari tu. Katika enzi za hii utu ambayo tunayozungumza, jamani, tuzalishe, tuamke. Kwa hiyo ndugu zangu ni wapendwa, tusisubiri, maana isitokee tunasema tu kwamba huyu maskini, kama tunamwona tusogee mbele kumshikilia. Hapo kama mtu akigongwa tu tunamwona anaachwa na watu wanajaa kumwona tu, hakuna mtu hata mmoja kumsaidia huyu. Kwa hiyo ndugu zangu ni wapendwa, Mwenyezi Mungu, tuombe kwa Mwenyezi Mungu atusaidie sisi sote kueneza haki yote ya ubinadamu, kwani Mwenyezi Mungu atasamehe haki yake, lakini haki za wanadamu utaomba msamaha kutoka yule mtu mwenyewe tu siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atusamehe na atusaidie sote. Amin, Allahumma amin.